Mnamo mwezi Machi mwaka 2024, maelfu ya Watanzania walikuwa pale visiwani Zanzibar kumzika aliyekuwa rais wa awamu ya pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Alhaji Ali Hassan Mwinyi. Wengine hawakutaka shida kutamka majina yake yote, waliishia kumuita Mzee Ruksa. Walimsindikiza kukamilisha safari yake ya miaka 98 duniani. Mzee Mwinyi, enzi za uhai wake, aliacha kumbukumbu nyingi za kuvutia. Wapo ambao wanakumbuka miaka yake 10 kama rais, wapo wanaokumbuka ucheshi na ustahimilivu wake, lakini aliwaachia neno moja wa Tanzania kabla ya kifo chake. Alisema, maisha ya mwanadamu ni hadithi tu, ewe ndugu yangu, kuwa hadithi nzuri kwa hao watakaosimuliwa. Kwa ufupi, Rais Mwinyi alimaanisha msingi wa hadithi ya maisha yako ni wewe mwenyewe, hata kama itaandikwa na William Shakespeare, Robin Sharma au Marty Pernarau. Aendelea kupumzika kwa amani Mzee Ruksa. Kama kila mtu anaandika hadithi ya maisha yake mwenyewe, kuna mtu tunaomba kufahamu ni nani mwandishi wa kitabu cha maisha yake. Nani ameandika hadithi ya maisha ya Bamidele Germain Ali? Popote alipo, basi ajue ameikosea sana dunia ya mchezo wa soka. Miaka 10 nyuma, Dele Ali alikuwa moja kati ya vijana waliotabiriwa mafanikio makubwa kwenye soka, ikiwezekana hata kutoa tuzo ya Ballon d'Or barani Ulaya. Lakini leo hii amekosa timu hata ya daraja la kwanza barani Ulaya. Kweli huu ndio mwisho wa hadithi tuliyoitegemea kutokea kwake? Dele kwa sasa ana umri wa miaka 29, umri ambao mchezaji anatakiwa awe amefanya zaidi ya 80% ya alichonacho, lakini yeye hata komo ya Cesc Fabregas ilimuona hafai. Nyota yake imezima ghafla kama mshumaa wa madhabahuni, lakini mbeba lawama katika hili ni yeye mwenyewe. Hadithi yake ilianzia pale Milton Keynes nchini Uingereza Aprili 11 mwaka 1996 alipoletwa duniani na wazazi wake Kehinde mwenye asili ya Nigeria na Denise raia wa Uingereza. Makuzi yake hayakuwa katika maisha yaliyonyooka, bali misukosuko ya kila aina. Wazazi wake walitengana akiwa na umri mdogo tu, hali iliyopelekea kulelewa katika familia nyingine tofauti. Baba yake aliwatelekeza na mama yake aliingia katika ulevi uliokithiri. Huenda hadithi yake ilianza kuchafuliwa hapa, na safari yake ya soka ilianza katika timu ya vijana ya City Colts na baadaye MK Dons ambayo alicheza hadi mwaka 2015. Alisajiliwa na Tottenham Hotspur. Wakati wote huo alikuwa akimtazama Steven Gerrard kama kioo chake. Ali aliunda kizazi cha dhahabu cha Tottenham Hotspur akiwa na kina Harry Kane, Christian Eriksen, Heung-min Son na wengine wengi chini ya mkufunzi Mauricio Pochettino. Alifanya kila kitu kasoro mataji tu. Alitajwa kama moja wa wachezaji bora vijana duniani, lakini ghafla kuanzia mwaka 2022 hadithi yake ilibadilika. Maisha ya soka yalimshinda. Alikwenda Everton, Besiktas na baadaye Como kujaribu kufufua ndoto zake, lakini hatma haikuwa upande wake. Alikuwa mchawi wa ndoto zake kwa kunajisi kipaji chake. Jose Mourinho aliwahi kuona anguko lake na kulitabiri, lakini hakusikilizwa. Sasa unabii umetimia na dunia imemtenga Dele Ali. Maisha ambayo Dele anayataja kama chanzo cha kuharibu karia yake ndiyo hayo ambayo wameishi kina Carlos Tevez pale Forte Apate, Romario Faria pale Rio de Janeiro na Samuel Eto'o pale Douala nchini Cameroon. Inakuwaje yeye amekwama na wenzie walifanikiwa? Dele ni kama ameshindwa kuiandika vizuri hadithi na sasa anajutia kila kitu maishani. Alikuwa mtoto aliyependwa na kila mtu, ila kwa sasa amegeuka kuwa mfano mbaya kwa kila mchezaji kijana pale nchini Uingereza. Inaumiza sana, lakini ndiyo uhalisia wa dunia ya kibepari ulivyo. Amepoteza kila kitu, lakini leo hii hata akipita mitaa ya Lagos pale Nigeria ilipo asili yake, hakuna atakayemtizama kwa husda. Wayoruba hawajivunii tena yeye, wanahisi huenda ni laana inayomkabili baada ya kulikana taifa la asili yake na kuondoa jina la ukoo wa baba yake kwenye jezi mnamo mwaka 2016. Yote hayo ni gharama ya kushindwa kumaliza hadithi yake vizuri. Hadithi ya safari ya soka la Dele Ali imekufa kifo cha asili. Yeye si wa kwanza na wala hatokuwa wa mwisho. Anatukumbusha kuwa mtoto ni mtu mzima anayekuwa, na mtu mzima ni mtoto aliyekuwa. Wakati pekee ambao bora maishani ni wakati uliopo. Ni hayo tu kwa leo, rafiki yangu Dele. Baada ya ukimya wa muda mrefu, sitaki dunia isahau uwepo wako, kwani kuna kipindi ulikuwa chanzo cha furaha yao. Kumbukumbu yangu bora kwako ni lile bao lako dhidi ya Crystal Palace msimu 2017
2015, 2016. Asante sana. Mungu akipenda tutaonana kwenye kiringe cha soka tena. Mimi ni rafiki yako Shadi Saidi Nyamilo, na aliyeishika karamu na kumwaga wino madhubuti ni Kenny Mlumi, Kenny Omalila.